Baada ya tamko la umoja wa viongozi wa vyama vya madereva nchini ambalo wamelitoa tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2026 siku ya Jumapili, na wakati wanalitoa nilishiriki hata kwenye kikao chao, na mimi vivyo nikaongea ndani ya masaa 12 hivi kuamkia tarehe 9, ndani ya masaa 12, lakini usiku huo huo kulikuwa na taarifa ya jeshi la polisi kutoka kwa kamanda wa polisi wa mkoa wa Songwe, ambaye baadhi ya vyombo vya habari wamemtaja jina kama Agustino Senga, lakini kwenye ile taarifa imeeleza tu kutoka kwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Songwe. Amesema kwamba huyo aliyekuwa mmoja wa viongozi waandamizi wa vyama vya madereva au umoja wa madereva ambaye anaitwa Godlove John Materu, ni kweli wanaye, wamemshikilia. Ina maana toka alipopotea siku 5-6 zilizopita wamekuwa naye, ikiwemo wanakiri hata mazingira yale yaliyokamatwa na watu tuliwasema wasiojulikana kwa sababu hakujitambulisha na akapotea. Ina maana anakiri kwamba ni polisi waliofanya hicho. Inasikitisha hata hivyo, lakini tunachosema walao sasa tunafahamu huyo mtu yupo ndani ya jeshi la polisi, na jeshi la polisi limesema kwamba wanamshikilia kwa matukio mbalimbali ya kijinai. Hawajabainisha na matukio gani na hawajasema yupo wapi, lakini ina maana sasa wengine kama mimi wakili nikitumwa nikapate taarifa, wateja wangu wakiniambia sasa tunahitaji ukaone yupo wapi, nitajua, nitafanya mawasiliano na jeshi la polisi, then nitakutana na mteja wangu pale ambapo watakuwa wamekuwa naye, kwa sababu anaweza kahifadhiwa sehemu nyingine, lakini unapomhitaji wewe akamleta sehemu nyingine. Anaweza katolewa kwenye selo au wapi akaletwa pale ambapo wewe unahitaji kuwa naye, na na haki ya kukutana naye, kuongea naye, kujua yeye, kama jeshi la polisi alijasema tuhuma zake, lakini yeye lazima aliambiwa. Kwa hiyo nikikutana naye itabidi aniambie kwamba mimi bwana, hapa natumiwa na hiki na hiki, nimeshahojiwa au sijahojiwa, maelezo yamechukuliwa au hayajachukuliwa, na kama maelezo yamechukuliwa yamefuata taratibu za kisheria au vipi, mimi nitafahamu, au wawakilishi wangu ambao wapo Mbeya na huko mkoa wa Songwe. Manake mimi kampuni yangu ya Haki Kwanza Advocates tunao associate lawyers, tunao wanasheria wengine na mawakili, lakini vile vile sisi kama mawakili nchi nzima kwenye jambo hili chini ya chama chetu cha mawakili wa Tanganyika Law Society, linapokuja swala la haki za binadamu tuna ushirikiano mkubwa sana, na ndio kwa maana utaona ukiingia kwenye mitandao, rais wa TLS Boniface Amisile Mwabukusi ametoa maoni yake kwa kusikitishwa sana. Vile vile na mimi nimewasiliana naye rais wangu, na kuna maelekezo na ushauri amenipa nini kifanyike, ingawa TLS wao wanaweka tukio hili kwenye database yao ya uvunjaji wa haki za binadamu unaofanywa na polisi. Wao wameweka kwenye database yao na kuna taratibu wanaweza kuendelea kuzifanya. Kwangu mimi kwanza ni kupata access au kupata fursa ya kuonana na mteja wangu na kupata uhakika kwamba kweli ni yeye na anashikiliwa na jeshi la polisi. Na hata wateja wangu ambao ni hao madereva kutoka vyama mbalimbali
vya madereva wa malori na mabasi na magari mengine ya masafa marefu, nao wangehitaji kupata uhakika huo, kama ambavyo viongozi wenyewe ukiongea nao au waandishi wa habari kama umeongea nao, watakwambia bado tunataka kupata uhakika wa kweli huyo mtu anaye. Ina maana hata wao wataomba access, sio wakili tu, wanaweza kutuma wawakilishi jeshi la polisi waweze kukutana na Godlove John Mateo, kama ambavyo familia yake ambayo imekuwa inahangaika na washukuru umoja walionao madereva walikuwa wanahakikisha kwa hizi siku 5 wanahakikisha ile familia wanakuwa nayo, wana take care. Ni umoja ambao ni mkubwa sana, kwa sababu jumuiya madereva wapo zaidi ya 3,000 mpaka 5,000. Ni wengi sana wale ambao tayari wanatambulika, lakini ni jumuiya kubwa sana, inaweza kufika hata 10,000. Kwa hiyo kwa kifupi mimi nasema tu kwamba tamko lilikuwa linazungumzia apatikane huyo mtu, na vyombo vya ulinzi na usalama hususan jeshi la polisi lifanye hiyo kazi. Mimi wakati nazungumza nikasema kwamba kuna vyombo vinahusika na kitu kinaitwa haki jinai. Nilitaja hilo jeshi la polisi, vyombo vya ulinzi na usalama, lakini nilienda kuzungumzia wakuu wa taasisi zinazohusiana na mambo ya haki jinai, nikamgusa hata mwanasheria mkuu wa serikali, nikamgusa hata mwendesha mashtaka au mkurugenzi wa mashtaka ya jinai, DPP, ambaye kama mtu amekamatwa anachunguzwa, mwisho wa siku lazima iende kwake. Hivyo vyombo vyote vinahusika, lakini nikasema kwamba baadaye watu huwa tunaamua kufuatilia mambo hayo mpaka mahakamani. Mahakama inapohusishwa nayo inakuwa sehemu ya chombo cha kusimamia masuala ya haki jinai. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba mimi kama wakili, baada ya tamko lile, nimekuwa nasubiri maelekezo kutoka kwa wateja wangu, na maelekezo zaidi ni hayo ya mimi kutumwa kwenda kukutana na mteja wangu, whether mimi mwenyewe nikitokea Dar es Salaam au nikiwasiliana na mawakili wenzangu walio mkoani Mbeya na huko Songwe, ili kupata uhakika na baadaye tujue nini kitafuata. Na je, tuhuma hizi zinamfanyaje mtu kushikiliwa siku 5-6 wakati sheria zipo wazi? Kwa makosa ya kawaida ya jinai ndani ya masaa 24-48 mtu anakuwa au amepewa dhamana ya polisi akiwa nje, au amepelekwa mahakamani akapate dhamana ya mahakama. Sasa kama ameshikiliwa muda mrefu hivi, inaanza kututia hofu kwamba anatuhumiwa na nini, ana makosa ambayo hata dhamana haiwezi kutolewa polisi. Sasa hicho ndio ambacho tunapaswa kufahamu, kwa sababu ile statement ya polisi haina ufafanuzi wa mambo mengi. Kwa mfano, wameshindwa hata kusema wamemshikilia tangu lini, wameshindwa kusema hata anashikiliwa wapi, wameshindwa hata kusema kwamba vipi swala la dhamana yake, wameshindwa hata kusema kwamba sawa, taarifa zilikuwa sahihi zilizotolewa na viongozi, taarifa sahihi ni zipi? Kwa hiyo kuna mambo mengi bado hayajawekwa sawa, lakini la mwisho, mimi kama wakili msomi, ninaye mmoja watu wanaotetea na kusimamia utawala wa sheria, na nikiwa ni afisa wa mahakama kuu, hakuna weledi uliotendeka, hakujafanyika. Tunashukuru jeshi la polisi limetokea haraka likasema naye, lakini linatakiwa na lenye lijiangalie, je, jinsi lilivyomshika huyu mteja wangu lilikuwa na uweledi? Nasema ni kiongozi wa taasisi zinafahamika, ana shughuli zake vile za biashara, nyumba yake anaishi inafahamika, ofisi yake inafahamika. Je, alikuwa mtu wa kushikwa kwa nguvu zilizotumika kwa taarifa tulizonazo za kubebwa na kuingizwa kwenye gari isiyofahamika na kuondoka naye?
mtu ambaye unaweza tu ukampigia simu ukamwambia ripoti kituo cha polisi, mtu ambaye unaweza hata kumwambia jidhamini mwenyewe au taasisi yako ikudhamini. Kwa hiyo tunadhani kuna utaratibu usio sahihi kwa mujibu wa masuala ya ukamataji ambayo hayakuenda kiusahihi kwa mujibu wa sheria zinazoongoza jeshi la polisi maarufu PGO, kwa mujibu wa sheria zingine ambazo tunazo CPA na zingine nyingi za masuala ya jinai ambazo jeshi la polisi ndio wanazitumia katika kulinda watu na mali zao na masuala ya kulinda amani na utaratibu, law and order, hazikufuata. Kuna haki za mtu binafsi wakati unamkamata. Sawa, pengine alipotea maeneo gani na sasa hivi wanasema kupatikana maeneo gani? Yeye alikamatwa eneo la Chapwe, Tunduma. Taarifa zinasema Chapwa, Tunduma, eneo la kibiashara ya Tunduma, mpakani na nchi jirani ya Zambia, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe. Taarifa ya polisi haisemi wamemkamata wapi, ila wanasema huyu mtu anatoka Chapwa, Tunduma, ndio makazi yake. Na kituo pengine kinachosema amehifadhiwa ni wapi? Haijasema. Polisi ina vituo vingi. Ezilongo sisi tunajua kwamba hata kama walikuwa kwa siku wanamzungusha vituo vyote vya Songwe, polisi inaweza kukamata alafu siku 5 zote, kila baada ya masaa 5 ukahamia kituo fulani, kila baada ya ukahamia kituo fulani. Wanaweza, na wanayo mamlaka, wanazunguka naye, wanaweza, na hawalazimiki kudisclose kwa mujibu wa taratibu zao nazo za kiupelelezi na kulinda watuhumiwa. Hata mimi mwanasheria siwezi kuwalazimisha wa disclose walimshikilia wapi. Kwangu mimi ni kuona tu kwamba naweza kukutana naye polisi au baadaye ikitokea wakampeleka mahakamani. Kwa hiyo mpaka sasa haijulikani yuko Songwe au yuko Dar es Salaam au Dodoma au maeneo gani. Nadhani mwandishi wa habari nimekuambia kwamba taarifa iliyotolewa na ipo kwenye mitandao, ameshikiliwa mkoa wa Songwe na aliyetoa ni RPC Songwe. Taarifa zingine ambazo wameniambia wateja wangu leo na pengine majira haya tunavyozungumza, yawezekana tayari wawakilishi wateja wangu wamekutana naye. Waliambia kwenye saa 9 mtuhumiwa ataonyeshwa na polisi eneo linaitwa Mpemba. Mpemba ni sehemu kati ya Tunduma na Vwawa, barabara inayoenda Ileje huko, Itumba Ileje huko. Bahati nzuri niwahi kuishi kwa hizo nikiwa mwalimu. Nilifundisha huko Itumba Ileje. Pembeni mwa mto Songwe kupakana Malawi. Wanasema angeonyeshwa leo. Lakini wateja wangu wamesema nao waamini mpaka watakapomuona au wawakilishi wao watakapoonana naye. Sawa na mimi ambavyo nazungumza kwa taarifa wanaye, lakini sijaonana bado na mteja wangu. Kwa hiyo kwa kifupi ni hivyo kwamba wanaye, na ndio kwa maana hata taarifa yetu jana sisi tulisisitiza mamlaka ya polisi ya Songwe ndio kwanza inatakiwa itoe taarifa, kwa sababu alikamatwa Songwe, mkoa wa Songwe, wilaya ya Momba, eneo la Chapwa, Tunduma.